Yes, karibu sana. Tuambie majina yako na umetoka wapi? Okay, kwa majina naitwa Emily Kagendo. Nimezaliwa huko Isiara, pande ya Embu County. Huko ndiko nimezaliwa, nikalelewa. Nikaenda shule kama wale watoto wengine. Nikasoma mpaka nikamaliza class 8. Nilipomaliza class 8. Acha niseme hapo nikiwa mdogo mpaka hii safari yote ya primary tumekula shida sana juu ni kama tulikuwa na mzazi mmoja of which bado tulikuwa na papa, lakini ni yule papa unapatanga hayuko available kwa familia yake. Alikuwa amepotea kwa mboma. So mamangu ndiye ameng'ang'ana na sisi, na ujue kwa familia tumezaliwa tukiwa watoto 9, tuko 9. So una imagine mzazi mmoja na hakuna mahali ameajiriwa kazi. Ni kashamba tu kidogo kako huko nyumbani kenye tulikuwa tunalima ndio tupate chakula. So tungekosa kwenda kufanya vibarua, hatungepata chakula. So mimi hata wakati nilipokuja ni kama mimi ndiye first born, mimi ndiye nimewaongoza. Kwa hivyo wengine wote wako nyuma yangu. So hata kusoma shule ilikuwa mnaenda mnafukuzwa. Muende mkae hapo wakati mamangu akisikia kuna ambassador zinapeanwa mahali. Na acha nikwambie hata babangu hata vile alikuwa ametoroka, si ati hakuwa na pesa, alikuwa na pesa. Juu hata kuna wakati alikuanga PA wa mheshimiwa Reni Kifuti wa huko kwetu, wakati Reni alikuwa MP. Na unaona sasa hata ni alikuwa amesimamia mbazari. Lakini ulikuwa unapata hata mbazari zenyewe sisi tunakosa, sinapewa watu wengine. Na yeye ndiye amesimamia. So mimi hata wakati nilimaliza class 8 sikuwa na matumaini ya kuendelea. Nilimaliza class 8 na nikapata 368 marks. So nikakufa moyo juu sasa nilikuwa nimeona kuingia secondary itakuwa ngumu juu pesa itatoka wapi. Lakini babu yangu alijitolea, akapatia papangu kashamba alimpea I think ilikuwa half an acre. Akamwambia auze ndio mimi niweze kufanya kusoma. So nikaingia secondary. Na ilinisaidia sana although alikuwa naenda yule mtu aliuzia hiyo shamba, sasa si ni baba yangu, ni rafiki yake. So wakati mwingine anaenda anapewa pesa nusu, akipewa pesa nusu anaenda tu kwa hao wanawake wake. Unapata hata mbandu nilikuwa tu nafukuzwa nikiwa secondary. Lakini Mungu ni mwema, niling'ang'ana nikang'ang'ana. Na nikamaliza form 4. Si hata kama nilianguka sikuanguka vile juu nilipata C minor. Nikapata C minor. Sasa huko ushago huko mashambani, wakati mtu amemaliza secondary school, unajua si wote tunakimbilianga kukuja Nairobi. At least uone kama utajisaidia na usaidie wazazi. So mimi nilikuja Nairobi. Wakati nilikuja Nairobi, maisha sasa ikakuwa ni ya kung'ang'ana sasa. Sasa umekuja Nairobi kwa nani? Wakati nilikuja Nairobi nilikuja kwa ango yangu ambaye saizi ni late, lakini ni step uncle, alikuwa anaishi Dadora. So ndio nilikuja kwake, hata nikikuja hata wazazi mamangu hakujua. Nilifanya vibarua, nikaona fare imetosha ya kukuja Nairobi, ndio nikaongea na ango akanidirect vile nitakuja, nikakuja hadi Dadora. So nilipokuja kwake alikuwa na bibi na watoto. So mimi kule nilienda nikachukuliwa ni kama maid mwenye alipwe. Unaona sasa siku moja joango yangu alikuwa anauza manguo pale Korogosho wakiwa na bibi yake. Siku moja nikiwa hapo kazini nimepeleka lunch, nikaona kazini yangu ambaye alikuwa anakaa Huruma. So tukaongea na yeye na akaniambia badala ya nishinde kufanya kazi ya nyumba na si kulipwa nalipwa, tuende anionyeshe venye mtu anaweza tafuta pesa. So hapo hivyo ndivyo nilitoka sasa kwa ango yangu
na nikaanza sasa kuishi maisha sasa yenye sasa mimi mwenyewe najitegemea. Mbeleni tulikuwa tunaishi na huyo cousin yangu na pia yeye ni late alipass. So yeye ndiye aliniintroduce kwa makazi za hoteli. Nikaanza kufanya kazi za hoteli hivyo, napata tu pesa twangu. Sasa nikianza kupata tu pesa si pia nimeanza kung'ara hivyo sasa. Na hapo sasa ndipo nilikuja nikapata bwana, nikaoleka, nilioleka 2009. Bwana mmepatana wapi? Bwana tulipatana tu huko Huruma. Tulipatana huko Huruma. So vile tulipatana na yeye, si tukaanza kukaa sasa pamoja, kuishi pamoja. Lakini bado nafanya zile kazi zangu za hoteli. Sasa hapo mkianza kukaa sasa si mnaanza sasa safari sasa ya kutafuta mtoto. Juu mmeoana sasa. So nikapata mimba ya kwanza. Hiyo mimba ya kwanza nilipopata, mtoto alikufia kwa tumbo akiwa na 8 months. Mtoto akakufia kwa tumbo. Kulienda aje ama ulijua aje? Nilijua nikiwa na hiyo mimba nilikuwa tu nafanya kazi ya hoteli. Nilikuwa nafanya kwa hoteli huko Kariakoo. So nakumbuka tu ikiwa na miezi 8, unajua uko msichana, hata sikuwa nashughulika kwenda clinic na nini. Mimi najisikia tu niko sawa, naendelea kufanya kazi kwa hoteli. So nakumbuka siku moja niliendanga kufika saa 4 hivi, nikasikia ni kama nimegojeka, ni kama kila kitu haiko sawa. Sasa nikaomba mdozi wangu, nikamuomba ruhusa, nikamwambia nataka niende nipumzike. So nilienda mpaka Huruma, nikaenda nikampigia simu, nikamwambia venye nasikia nini. Ndipo tukaenda hospitali ingine iko hapo Huruma, ilikuwa inaitwa Joska. Hata wa saizi inakuanga. So nilipoenda nikaangaliwa na huyo daktari, nikapatikana mtoto amekufia kwa tumbo. Na hivyo ndivyo nilipoteza huyo mtoto. Nikakaa mpaka 2014. Bwana alisema aje wakati huyo mtoto alipass? Sasa wakati ilipasi sasa unajua hakuna kitu atasema. Atasema nini? Ni mambo ya Mungu. So hiyo ikaisha hivyo. Tukakaa sasa unaona hiyo ilikuwa 2009. Tukakaa mpaka 2014. Si nikapepa mimba ingine ambayo ilitoka ikiwa na miezi 2. Hiyo ilitoka ikiwa na miezi 2. Na tukaenda hivyo bado hiyo nayo ilitoka 2013. Hiyo nayo ilitoka juu ya nini? Sasa sijui hiyo nayo ilitoka juu ya nini. Ilitoka ikiwa na miezi 2. So mi sijui sasa alifika hapo akaona mimi ni kama wa mikosi ama ni nini, sijui kulienda aje. Tukaachana 2014. Tulipoachana 2014, sasa nikabaki peke yangu. Naenda tu zile kazi zangu, lakini sasa nimeanza kuwa suspicious. Nimeanza kutembea kwa mahospitali, nijue ni kwa nini hizi mimba napata zinatoka nini. So 2020 sasa nikakuwa na rafiki, nikapatana na rafiki mmoja. Na hiyo rafiki 2016 nikapata mimba ingine ya 3. Hiyo naye hata ni kama ilitoka ikiwa na masiku. Juu hata siku anajua nilikuwa na mimba. Nilianzanga tu kubreed hivyo. Nikaenda St. Mary's. Sasa nilipoenda St. Mary's, daktari akasema ndio wanitibu kwanza juu nilikuwa nimebreed wiki mzima. Nimeenda kwa chemist, nikaenda nikapewa madawa na nikaandikiwa shindano za siku 3. Wakasema hiyo kubreed itastop. Lakini haikustop. So nikaamka nikaenda St. Mary's 2016. Nilipoenda daktari akasema kabla wanitibu wanafaa niende nipigwe scan waone. Nikapimiwa mkojo kwanza. Wakapata ni mimba na nikitoka inatoka. The following day nikatumwa niende scan. Nikapigwa scan waone kama kuna kitu anaweza okoa. Ndipo walipiga scan wakapata kila kitu imetoka. So hiyo nayo ikaisha hivyo.
Sasa hapo ndipo sasa nimecome into touch na St. Mary's. Unaona sasa nikakuwa niko na ngaina huko St. Mary's mwenye alikuwa ananireview kila wakati nikienda. Unaona sasa nimeanza safari ya kutafuta mtoto sasa nikiwa serious. Unaona hizi ni 3 zimepotea. So na ndipo 2017 nikiwa tu kwa hiyo hali ya kutafuta mtoto ndio sasa tayari umeshaachana yule mzee. Huyu tuliachananga 2014. Sasa tuko na huyu rafiki. Tuko na yeye mwenye sasa mimba imetoka ikiwa na masiku. Rafiki ama boyfriend? Ni rafiki. Ni rafiki. So ni kama kamwiste. Siwezi sema ni boyfriend. Juu vile nilikuja kusoma baadaye, kumbe hata alikuwa na bibi ushago na walikuwa wameachana. So unaona mimi hata ushago kwa wangenipeleka. Alafu yeye ndiye alikuwa amekuja mahali nilikuwa naishi. Alikuwa amekuja tunakaa. So ni kama kamwiste. Ni kama ulikuwa umemuoa. So sasa nimeanza kasafari na St. Mary's na ndio 2017 walikuja wakagundua kuna fibroid nilikuwa nazo, na wao huo wakati hawakuwa wanafanya surgery. So wakaniambia ndio hii fibroids zenye wanaona sisikue ndizo nini kikwazo cha kunizuia kupata mimba ziende zitolewe. Kwanza ndio tuendelee na safari tukijua hakuna fibroids. Na hapo ndipo sasa waliniambia niende nitafute hospitali niende nifanyiwe surgery. Hiyo ilikuwa 2017. Sasa mimi nilikuwa fan wa Inooro TV. Kwa Inooro TV kuna hii program inaletangwa jioni ya Oria Daktari. Inaletangwa na Wambui wa Muturi. So mimi nikaona daktari mmoja huko alikuja akaelezea vile anatoanga fibroids, vile anasaidia wamama kupata watoto. Mimi nikaona huyu ndiye yule daktari sasa mwenye atafanya nini, atanisaidia. Na unajua wakimaliza program wanapeananga contact vile unaweza wapata. So huyu alisema anapatikananga huko Maragwa District Hospital. So mimi nilifunga safari nikaenda hadi Maragwa huko District Hospital. Nikaenda tukaonana na yeye. Kumuona ulikuwa unalipa pesa ya consultation ya kumuona. Nikaenda na documents zangu zote za hospitali nikamwekelea hapo kwa meza. Akaziangalia, akaniambia hii ni shida kidogo sana. Nitakusaidia hizi fibroids zitatolewa na pia nikusaidie utaona ukipata mtoto hivi karibuni. So na juu sikuwa na pesa, akaniuliza kama niko na kadi ya NHIF, sikuwa nimekata. Akaniambia niende nikate, within 2 months itakuwa imemachua. Sasa na hapo ndipo sasa tumeanza safari sasa, na I think sasa hiyo ndio ilikuwa sasa chajo ya nini ya mashida zangu zote. Mashida zangu zote sasa zilianza wakati nilienda kufanyiwa sasa operation. Nikaenda by mwezi wa 4 kadi ya NHIF ilikuwa imemachua. Na tukaenda, alikuja kunifanyia operation hapa Ruiru. Sitataja hospitali lakini ni hapa Ruiru. Nikakuja akanifanyia operation na ikakuwa successful. Hiyo ilikuwa mwezi wa 4. Na nikarudi, nikaanza safari ya kupona. Nikapona na sasa nikaanza safari tena. Sasa na huo wakati sasa after nimepona, si nikuanza kutafuta sasa nini mtoto tena, na huyu bwana wangu sasa tuko naye kwa nyumba. Lakini huyo bwanangu sasa wakati nilikuja nikajua alikuwa na bibi ni kunidanganya na nini, pia yeye tukaachana 2019. Kulienda aje ukajua ako na bibi? Mimi nilijua ako na bibi juu akikuja alikuwa amenidanganya ana bibi. Lakini siku moja ni kwa simu yake nikaona mtu alikuwa amesave 1 million. So nikaona amesave mtu 1 million. So nikakuwa interested na kujua hii 1 million ni nani. 1 million ni nani? Alafu alikuwa very violent. Alikuwa ananichapa.
Alikuwa ananichapa sana, na huku kunichapa ni yani ilikuwa nakasirika tu out of nothing. Unapata ameanza vita. Halafu alikuwa tukipatana na yeye, mimi sijui kama alikuwa anafanya kazi. Juu sasa ulipata jamaa anataka kushida kwa nyumba aende kazi. So mimi tule tu pesa kidogo napata, mimi ndiye nilipe nyumba na tukule. Unaona? Na anakuchapa. Na ananichapa. Makazi yake ni kushida kwa nyumba kama amelala. Unamulisha kila kitu. So ikafika siku moja sasa, mimi nikachoka. Sasa unaona za mtu anakuchapa kila wakati kukuumiza na nini na nini. So siku moja pia mimi nikachoka, nikasema hata hiyo nyumba silipi, wacha ifungwe. Sasa na hapo ndipo nyumba ilifungwa. Sasa mimi nikaenda kuomba usingizi kwa rafiki. Na hana adabu. Mimi nakumbuka kuna best yangu anaitwa kama mimi, Meru, nilienda kuomba usingizi kwake. Nikienda kulala kwa huyo best yangu pia yeye anakuja alale hapo. Unaona? Enda kuomba usingizi kwa marafiki zake wengine. So hapo na ndipo tulienda tukapelekana hadi kwa chief. Akasema kuna vitu anataka kutoa kwa nyumba aende akauze. Kumbe alikuwa anataka kutoa zile alikuwa amenunua. Kulikuwa na meza na kiti. Akasema anataka kwenda kuuza kwa second hand, aongezee tulipe rent. Lakini kumbe alipotoa hizo vitu, tukaambiwa tukamfuata na caretaker. Vile chief alikuwa amesema tumfuate aende auze hizo vitu na apatie caretaker pesa ya rent. Tulipomfuata alienda tu akajificha, hatukumuona. Hata tujui alienda aje. Na hizo vitu zake na mtu wake wa mkoko, hatujui walienda aje. So mimi tuliporudi kwa nyumba na caretaker, nyumba haijalipo miezi 3. So caretaker akaniambia tuanze kushare nyumba na msichana mwingine alikuwa anakaa kwa hiyo plot. Ndio at least tulipanie. Alafu zile vitu zilikuwa zimebaki kidogo zikapelekwa kwa store. So mimi tukua tunakaa na huyo msichana. Sasa mwanaume akaanza kuniwinda sasa. Kuniwinda siwezi kaa na amani. Nakumbuka kuna hoteli nilikuwa nimepata kazi huo wakati. Alikuja hapo anataka kunichapia hapo kazini. Unaona? Ikabidi nitoke hapo. So mimi nikaona sasa anasema mahali atanipata lazima yani hatuwezi ishi sisi wote wawili. Lazima mmoja wetu afanye nini? Akufe. Sababu sisi ni mimi ataua. Sasa hapo ndipo nilipata connection, nika-connectiwa kazi na huko Kajiado ya hoteli. Na sasa hivyo ndivyo sasa jamaa alikosa sasa atanitoa wapi? Hawezi nitoa. Sasa hiyo ni 2019 ikienda kuisha na tukakuja 2020. Sasa nikiwa tu hiyo Kajiado, ninakumbuka hata hospitali yangu ya kwanza kwenda nikiwa na issue ya kufura miguu ilikuwa Kajiado County Hospital. Ndipo miguu yangu ilianzanga kufura. Sasa hiyo ni 2020. Niliamkanga tu asubuhi nikapata miguu imefura. Ni kuanza sasa kukaanga na maji moto. Unaona? Nione kama ni nafsi zimefungana kama sitafunguka. Nikatembelea Kajiado County Hospital ikiwa ya kwanza. Hiyo ni 2020. Wakaenda daktari wananipea hizi dawa za kufungua nerves. Wanasema ni damu haitembei vizuri. Nikarudi nilitokanga kwa hiyo hoteli hiyo 2020. Nikarudi sasa bado Huruma lakini na huko pande ya Rauda. Kwa sasa nilikuwa naishi. Sasa unaona bado sasa nataka niondoke Huruma kabisa ndio tusikaipatana na yule muuaji mwenye alisema ataniua. So nikaanza sasa kufanya kazi huko Isiriko mahoteli nini. Lakini bado miguu inafura. Naamka asubuhi macho imefura. So nimetembelea hospitali kadhaa, nimeenda Mama Lucy, nimeenda Kiambu Hospital. Lakini unapata nikienda huko kote wanasema wanataka kupiga picha ya miguu waone shida ni nini. Sasa hii picha ya miguu inapigwa miguu haiumi, inafura lakini haiumi. Hakuna kuanguka nilianguka. Unaona?
Alafu ile pesa bado walikuwa wananiitisha unapata. Sasa nimeanza sasa juu unapata wakati mwingine nafanya kazi nalemewa juu ya miguu kufura. Unapata hata hiyo pesa wakati mwingine sina. Lakini Mungu alisaidia 2021 nikaenda kufanyiwa MRI. Juu kuna daktari mmoja nilipata wa huko Kerugoya anaitwa Dr. Jage. Akasema inaweza kuwa ni story fibroids zinafanya miguu ifure. So, ama kitu inaitwa endometriosis. Pia alinituma niende nifanyiwe MRI. Nilienda hapo Sona Hospital nikaenda nikafanyiwa MRI na nikampelekea results. Sasa akasema hata fibroids already zilikuwa zimerudi. Na unaona zilikuwa zimetolewa 2018 already zimerudi. So akasema atazitoa, lakini alikuwa anataka kutumia hii process inaitwa laparoscopy of which ni expensive. Juu hakuwa anataka nikate tena mahali nilikuwa nimekatwa. Lakini sasa hii laparoscopy alikuwa afanye, alikataa kutumia kadi ya NHIF. Alisema hiyo nini kutoa hiyo kitu ni kazi kubwa na NHIF hawatamlipa vile anataka. Mimi sijui venye wanga wanalipwa na NHIF. So alisema anataka pesa cash of which aliitisha 150k yenye singeweza kuafford. So mi nikaenda missing tena. Sasa hiyo pesa siwezi afford. Sinirudi kwa nyumba tena ning'ang'ane na mashida zangu. So ndio nikarudi kwa nyumba nikakaa. Hai, ikafika 2025. Ilikuwa mwezi wa 5 tarehe moja. Hiyo sasa umepatana na boyfriend mwingine? Sina boyfriend mwingine sasa. Juu hata wale tunapatana nao wakiona zile mashida niko nazo za kufura miguu na nini, hakuna mwenye atasimamia karibu na mimi. Alafu naona sasa mimi hata nikaanza kuepa wanaume juu nilikuwa naona kila mwanaume tukipatana na yeye atakuwa anataka mtoto. Na unaona hapa mimi nang'ang'ana na hii stress ya kupata mtoto na nini na nini. Nani atakukubali kama huwezi mpea mtoto? So pia mimi nikakaa kando na wanaume. Ilikuwa siku kama ya leo. Leo si ni tarehe? Leo ni tarehe moja. Mwezi wa 5. Mwezi wa 5. Hata hii scan niko nayo hapa ukiangalia. Niliendanga Mbagathi Hospital. Nikaenda nikaingia kwa daktari. Nikamwambia daktari, nimekuja mimi najua niko na shida 3. Na mkanga miguu imefura na macho, uso, hata wakati mwingine naulizangwa nani alikuchapa. Na kuanga zimefura asubuhi sana. Haya nikamwambia tena najua niko na fibroids kwa tumbo. Nataka nijue ni kwa nini miguu yangu wanga imefura na macho kuamka kama nimefura. So daktari alikuwa mzuri sana. Huyo daktari hata mimi nafurahianga juu ndiye alifanya sasa nikafunguka macho. Si kama hizi hospitali zingine nimeenda. Wanaekelea ku nerves, nipigwe mapicha nini na nini. Huyo daktari aliniuliza tu swali moja. Na ni kijana Mkamba. Hai mpaka mahali yako nasemanga abarikiwe tu. Hakutaka story mingi. Aliniuliza tu shaikuwa na shida na kidney. Juu aliniambia wanajua kufura miguu na kuamka kama macho imefura inakuanga issue na kidney. Akaniuliza unakuanga na shida ya kidney, nikamwambia hapana, mimi sijaikuwa na shida na kidney. Akaniambia nataka nikutume scan room, uende upigwe scan, waangalie vile kidney zako venye ziko. So mimi nikaenda na request yangu ya scan, nikaingia scan. Nakumbukanga scan room nilirudishwa mara 3. Naingia na wananiangalia na waniambia wanaangalia nini, natoka. Nikitoka mwingine anaingia. Wewe mwenye ameingia akitoka anaambiwa ambia Emily aingie tena. Unaona? So mara ya 3 hata walikuwa wananilalisha na tumbo. Kumbe kidney inajifichanga hadi kwa mgongo ati na huku. Mimi sijui. Nilipigwa scan mpaka ya mgongo ya kuangalia kidney. Waliita mpaka yule daktari mwenye alikuwa amesema niende nipigwe scan. Akamuonyesha hapo kwa machine. Kumbe wanaona kidney moja, waoni ingine. Kwa hivyo hizi scan mara yote narudishwa mara 3 ni kidney wanatafuta na waniambii. Naona? So hapo ndipo waliniambia wakaniuliza umewahi fanyiwa surgery?
Nikawaambia wakaniambia hii ni kesi ya kwanza tumepata kuona mtu ako na kidney moja. Wakaniambia unajua uko na kidney moja? Pia mimi hapo nilistuka, nikasikia mwili yote nikifikiria mambo ya kidney. Huku Kenya tunajuanga madaktari wa kidney, kwanza kung'ang'ana na daktari wa kidney inakuanga expensive. Nikasikia roho imesimama mara moja. Ndipo wakaniambia lakini usistuke, juu inajifichanga kwa mwili, tunataka uende ufanyiwe CT scan. CT scan itatoa iseme kama ni kutolewa ilitolewa, ama kama ni kuzaliwa ulizaliwa na moja. So mimi ndiye huyo tena sasa nimeanza sasa hii ni process ingine sasa, ugonjwa ingine ya kidney imeingia. Na hapo ndipo nilienda Germany Center, nikaenda nikafanyiwa CT scan. CT scan ikatoa pia kidney ni moja. Sasa swali sasa ikaanza sasa kukujia hapo. Kidney ilienda wapi? Ni kuzaliwa nilizaliwa na moja, ama ni kutolewa ilitolewa wakati nilikuwa nafanyiwa operation. Sasa mpaka hapa mimi nimefikia, sijapata usaidizi wote, sijapata jawabu yote. So ndio maana mimi nimekuja kujiongea juu sasa unaona sasa hata zile kazi nilikuwa nafanya za hoteli hata saizi na shidangu na kuenda juu nani atakuajiri kazi na umefura miguu. So mimi nafanyanga viparua huko Isili za kufua manguo. Hapo ndipo nimefikisha safari yangu ya kujua sina kidney moja. Na mbeleni ulikuwa na shida yoyote kabla ufanyiwe operation? Mimi kabla nifanyiwe operation sikuwa na shida yoyote. Miguu zangu hazikuanga zinafura. Ndipo sasa mimi shida yangu ilianzanga after kufanyiwa surgery. Surgery nikafanyiwa 2018 na miguu ikaanza kufura 2020. Na kwa sababu tumekuona na watu wakubwa. Kulienda aje ukapatana na wao? Hawa watu wakubwa mimi sijui kunaenda aje. Juu wakati nilianza sasa hii last year, wakati nilianza sasa hizi stories za kidney kujua ni moja nini. Kuna madam moja tulipatana na yeye huko tu John Saga. Akani-introduce kwa piwa. Nitaje jina ya huyo mheshimiwa Mike Songo. Mike Songo akapelekwa document zangu za hospitali. Na akasema atanisaidia kutafuta daktari ndio hiyo shida iweze kuangaliwa na niweze kutibiwa, na tena anisaidie huko mbele kama kuna mambo na justice na nini, kama ini kesi ni kutolewa ilitolewa. So Mike Songo hadi wa leo ako na document zangu za hospitali, na nimejaribu kumfikia. Ni kuongea tu, tuliongea na yeye kwa simu, hatujipatana na yeye one on one. Ni kuongea, tuliongea na yeye kwa simu, ilikuwa tarehe 6 November last year. Tukaongea na yeye na akaposti kila mahali. So Wakenya mahali wako hata wanafikiri nilisaidika, lakini niko hapa kuongea, tuliongea na mheshimiwa na akapepa document zangu, lakini sijaweza kusaidia. Thursday leo tarehe 6 November 2025. Nilireceive simu ya kustua sana jana. So not jana, leo asubuhi sana around 4:57 am. 4:57 am. Na I'm addressing this sana in Kiswahili because it's affecting the common wananchi kule chini ambao wanakuwa wagonjwa na hawajielewi. Kuna mama ametolewa kidney. Kidney bila yeye kujua. Hebu post on kwa conversation yake. Sensitize wa Kenya, you should be very careful wakati mnaenda hospitalini kwa any condition kuangaliwa, ugonjwa wote kuangaliwa. Kuna madaktari bandia, they are taking advantage ya ku harvest organs za Wakenya bila wao wenyewe kujua. Hebu post kidogo nitafute video tuliongea na mama jana. Mzuri sana. Hata unasema unaitwa nani? Naitwa Emily. Mheshimiwa.
Kai, aki Mungu akubariki sana. Umekuwa ukifanya kazi nzuri sana. Tumekuwa tukiona hata kwa haya. Huwa sipendi kusifiwa sana, ile kazi nafanya ni ya Mungu mami. Twende kwa hii shida yako unaniambia hii umekufanya unipigie simu asubuhi sana sasa hii. Sasa saa 10 umefanya unipigie. Ni nini shida yako, ni nini? Shida yangu ilianzanga 2009. 2009 wakati nilipatanga mimba ya kwanza ikatoka. 2012 nikapata ingine ikatoka. Na ingine ikatoka 2016. So katikati hizo mimba 3 nilikuwa nazunguka sana na hospitali. Na hapo ndipo hospitali moja inaitwa St. Mary's waliona niko na fibroid. Walikuwa wamesema nika fibroid kamoja. So nikaambiwa nitafute daktari anifanyie surgery. Sasa huko kwa Inoro TV kuna daktari mmoja nilikuwa nimeona ameletwa huko. Na huyo daktari ni wa huko Maragwa. Nilikuwa naona anashughulika sana na hii mambo ya wanawake kama wako na fibroid, hizo mambo zote. So mimi nilifunga safari yangu 2017. Nikatoka huko Nairobi nikaenda hadi Maragwa. Nikaenda nikalipa consultation ya 350. Nikaingia kwake, tukaenda tukaongea na yeye. Nikamwonyesha makaratasi zote. Na hapo akaniambia atanifanyia surgery. So akaniambia surgery atakuja kunifanyia hapa Ruiru hospitali inaitwa Princeville. Na nilisimamiwa na kadi ya NHIF juu sikuwa na pesa. Akaniambia niende ni activate kadi. Alafu nilipie mwaka moja. Ilikuwa lini hiyo mami? Hiyo ilikuwa 2017. Okay, endelea. Ndio sasa 2018 sasa. Nataka tukue brief mami, tuende kwa shida hiyo. Tuende kwa hiyo shida yenyewe after hiyo operation, although story na flow. So endelea ujaribu kwa brief. Sasa 2018 kandi ikakuwa iko activated. Na ndio mwezi wa 4 sasa nikaenda huko nikafanywa operation. So wakati nilifanywa operation ilikuwa mwezi wa 4. Na ikakuwa successful na nikatoka huko. Hiyo ya fibroids sasa, hiyo operation ya fibroids. Sasa hiyo ilikuwa ya kutolewa fibroids. Okay. Na akasema ati kuna chupi ilikuwa imebroka, akasema aliani bro. So mimi nilienda nyumbani na nikapona. Iliteki miezi 6 ndio nipone. So tukaingia 2019. 2020 ndio shinda ilianza, nikaanza kufura miguu. Na kuamka asubuhi kama macho imefura. So sasa unaona wakati alinifanyia surgery aliniambia nitafaulu kupata mimba. So siku faulu kupata mimba tena. 2021 nikaenda hospitali tena. Hospitali, same hospital ama hospitali nyingine? Hospitali nyingine. Kwa sababu nakuuliza hii maswali. Okay. Inaitwaje nyingine ulienda? Inaitwa Sona Hospital iko Kenyatta. Haya, endelea. So hapo ndipo nilienda nikafanywa MRI. Na nikaonekana fibroids ziko tena. So sijui kama hata yule daktari alisitoa. So huko bado miguu sasa zimeanza kufura 2020. Kazunguka na mahospitali mingi sana, lakini miguu haikupata matibabu, iliendelea kufura. Yes. Ndio sasa tukakuja 2025. Although kidogo ni kurudishe nyuma hiyo 2021 yule daktari alikuwa amesema niende nifanyiwe MRI. Alikuwa amesema atanifanyia laparoscopy kutoa hizo fibroids tena. Lakini pesa yenye aliitisha ilikuwa mingi sana, juu aliitisha 150 na sikuwa nayo. So tena nikarudi kwa nyumba. So 2025 ndio nilienda tena Mbagathi. Nikasema nimekaa sana na miguu inaendelea kufura, na sasa niwacha tu niende nisikie daktari ataniambia aje tena. So mwezi wa 5 tarehe 1 nilienda Mbagathi. Mbagathi nikaenda nikaingia kwa daktari. Kamwambia daktari nimekuja nikiwa na shida 3. Miguu inafura,
kutoka 2020. Macho na amkanga asubuhi kama imefura na tena niko na fibroids kwa tumbo. So daktari aliniuliza unakuanga na shida ya kidney, nikamwambia hapana, sijaikuwa na shida ya kidney. So ndio akaniambia wanajuanga sana miguu kufura na macho kufura inakuanga shida ya kidney. Hapo ndipo akaniandikia request form, akasema niende nifanyiwe scan. So nilipoingia scan room huko nilirudishwa mara 3. Hata mara ya pili walikuwa wananilalisha mpaka na mgongo, mimi nashindwa ni nini wanafanya. Sasa ndo walikuja kuniambia, wakaniambia unajua tunatafuta kidney moja, tuone kidney yako moja. Hapo hata mimi nikashtuka kwanza. So mara ya 3 waliita mpaka daktari mwenye alikuwa ameandika hiyo request form, wakamuonyesha, wakakonfirm kweli wa kidney moja hakuna. So hapo daktari akaniambia ndio wakuwe sure kabisa kidney hakuna, niende nifanyiwe CT scan. So nilienda mpaka Germany, liko pale hapa hill. Nikaenda nikafanyiwa CT scan. CT scan ikatoa pia hakuna. Hii Germany kwa hapa ile kufanya MRI, X-ray hapo. Germany wanafuata German something, German center. Ya maskan. So lakini sasa ile shida iliingia, daktari pale aliandika akaandika congenital ambayo ni kuzaliwa na moja, akaweka question mark. Alafu akaandika kama ni kutokana na ile operation nilifanywa pia, akaweka question mark. So hapo sasa kukakuwa kuna giza. So mambo ine mheshimiwa nilikuwa najiuliza, na mimi nilikuwa naona pale hospitali ni kama walitoa kidney yangu. Hiyo hospitali ile mahali ulifanywa fibroids. Mahali nilifanywa 2018. Kitu ya kwanza walikataa, mimi sikupewa file, nilitoka na discharge paper peke yake. File walipaki nayo kwa hospitali. Na kitu mwezi wa 8 nilikuwa nimeenda kwa confront nikiwaitisha file yangu, lakini nilishungushwa mpaka mwishowe mimi nikaachana nayo. Okay. Hiyo hospitali unaniambia inaitwaje? Inaitwa Princeville. Okay. So una suspect kidney yako ilitolewa kwa hiyo hospitali? Na suspect walitoa kidney yangu. Tunaona miguu ilianza kwa sababu ukitaka details yako file wanakunyima. Nilinyimwa file. Uliripoti kesi kwa polisi ulipojua kidney moja huna? Sikuripoti. Sasa lazima hiyo kesi tuaripoti kwa polisi. Alafu investigation ifanywe. Alafu sasa daktari unamjua jina lake? Hapa sasa ulizaliwa bila kidney moja? Sasa hapo ndipo sasa nilikuwa nataka ungenisaidia mwesh, nipate daktari aniangalie. Atajua kama ilitolewa. I agree with you. Daktari atajua kama kidney ili harvestiwa. Ama ulizaliwa ama ulikuzaliwa bure bila. Okay. Ni sawa. So nitafuatilia kesi yako mami. Sasa uko wapi? Sasa niko hapa Huruma, niko hapa John Saga. Nitatupa timu yangu watakuchukua. Number 1 tutaanza, hiyo ni sensitive case na lazima tuelimishe Wakenya wengine wajue kidney utolewa. So mtu akaenda hospitali ayo anachunga sana. Sasa watu wengi hawana uwezo. Tutatafuta njia to make sure kama ni kuongea na serikali na Ministry ya Health na nini, tuangalie ni njia gani mtu akishamaliziwa surgery sensitive atafanyiwa tena scan ama MRI kuhakikisha organ zake zote bado ziko kwa ndani ya mwili wake. Haya, so nitaangazia hii kesi kwa public mami with your permission ndio tuweze kupeleka watu mbio. Kama wanaibia Wakenya organs washikwe na waende jela. Sasa tukue na evidence kwanza. Uliwacha documents zako hapa hizo MRI? Hiyo ilikuja, hiyo ni CT scan. Haya, inaonyesha pia huna kidney, sio? Haya, wacha mimi si daktari, nitaangalia tu juu na nionyesha Wakenya hii mambo hufanyika. Then from there sasa nitakutafutia private doctor. Nitakusimamia, atakuchunguza. Nitakulipia scan nyingine na hospitali uangaliwe kama hiyo kidney
ulizaliwa bila ama mtu alitoa, tutajua hiyo sawa. But utakuja tu kwanza tuchukue ripoti kwa DCI. Na wale ile dentist practice hiyo ile body ya madaktari. Usijali, tumedila kesi kama hizi. Wewe usijali. Sawa? Haya. Nitashare kesi yako na Wakenya wengine, sawa? Asante sana. Haya. Asante sana mheshimiwa. Haya. Utapost. Sasa huyu mama anaitwa Emiliana Kagendo. Hii ndio CT scan yake. Hii CT scan yake naona amepiga juzi. This 2025. Akarealize hana kidney moja. Anamaanisha German Center ni hapa karibu na kwetu. So, I'm not a doctor. Amenipatia consent. Amekubali ndio sasa tuelimishe Wakenya hii ujanja ya madaktari. Sio lazima madaktari wote. So ni MRI nitaenda kwa conclusion because of time. Watu wana time ya kuangalia video mrefu. Urinary bladder is well, right, nozzle. Mimi si daktari but hapa inaonyesha so hii inaonyesha kidney hakuna. Hii ya Mbagathi inaonyesha nini ya Kenyatta pia. Alienda kila hospitali confirm. Hii ni Kenyatta, ili ni some German. Okay, I'm not a doctor but conclusion summary inaonyesha kidney moja hakuna. Nafikiri ya right appears right. So kama ni kesi anaongea ukweli, na mimi naona ni ukweli because documents kwa hapa zinaonyesha kidney moja hakuna. But tutafanya sasa proper investigations. I'm not a professional in this field. Nigani? Kidney sasa tunaona moja iko moja hakuna. CT scan. Nigani kidney kwa wapi? Alioneshwa hapa. Akaambiwa moja hakuna. Wapi alionyesha kidney moja hakuna? Mara alionyesha jana. Hapa, una hii tumbo yake ndani. Sasa alionyeshwa na daktari kidney moja hakuna, akarudia ya pili. Akarudia ya tatu, wahakikishe kweli hakuna. Hata ndio hii ripoti ilitoka huko German. Wakisema kidney ya left pia hakuna, wale mpaka wakaprove ni left side hakuna. Umepost ndio the MRI reports, the scans inaonyesha kuwa the left kidney missing. Left kidney hakuna ya huyu mama. So sitataja majina ya hospitali kwanza, mali alikuwa huko Murang'a, mali alikuwa huko Ruiru. Nitataja tu hizi kama German Star mali amefanyiwa uchunguzi MRI. Mbagathi alikuwa hapo hakudi na kesi ya kidney but ni watu walimuelezea kuwa huna kidney moja. Kenyatta pia akabalezea huna kidney moja. But zile zingine sitataja majina zake kwa sasa, isikana waharibia biashara. But however, to confirm how ndo waliiba kidney, my friend, tutafunga hiyo hospitali. For now, mimi si DCI but tutasaidia huyu mama kutafuta justice. But ukipata mumengoa kidney yake, my friend, mtajua mjui. Malisia hapo. Sijaweza kusaidika, hatujawahi onana na yeye. Huyo mtu mwingine nilienda kumtafuta kutoka Januari mpaka mwezi wa 3. Nimekuwa nikienda huko hapa kwa ofisi yake. Lakini unajua security huko ni tight. Hata kukaribia pale kwa gate huwezi karibia. Askari wa GSU ndio wanakuanga hapo. So kuna kamti tunakaanga hapo nje hapo opposite. Tunakaa hapo ukiwa umeangalia pale kwa gate. Uone kama msaada inaweza toka hapo.
lakini sijaisaidika hata siku moja. Kuna mara mimi nilikuwa naamuka kila siku asubuhi, hata 6 itanipata kwako kamti. Kuna mawe zinakuanga hapo, nilikuwa nimekalia mawe hapo. Kuna wakati amewahi kuja mara 3 nikiwa hapo, lakini unajua si akikaribia tu hapo kuingia kwa ofisi, unajua security pale wako pamba tupamba, huwezi ukamfikia. Na najua hata mimi ashainiona, lakini hawezi kumbuka kama ni yule madam aliongea naye kwa simu. Mimi akiniona atafikiri ni kama tu hao wengine wako hapo. Unajua hapo watu ni wengi, wengine wanakuja walipiwe rent, kuna wengine wanakuja kuomba chakula. So mimi akiniona si maybe anafikiri pia mimi ni mmoja wao. Na document zilimfikia aje? Document ako nazo juu hata akiangazia hiyo story yangu tukiongea naye kwa simu, ameshika hizo document zangu hivi. Alipelekewa na PA wake. PA wake ndiye alimpelekea hizi document. So document zangu ako nazo, lakini sijaweza kupatana na yeye. Mheshimiwa Mike Sonko mahali huko, kama hii video utaisikia ama kama kuna mtu atasikia akukumbushe, juu mimi nasemanga Mike Sonko si mbaya, tumeona akisaidia watu wengi. So inaweza kuwa hii story yangu ni kusahau, alisahau. Na amekosa mtu wa kufanya nini? Wa kumkumbusha. So najua mahali yako akisikia ama imfikie, mimi tunaweza patana na yeye. Na anisaidie vile alikuwa amesema atatafuta madaktari wanisaidie niweze kutibiwa. Mpaka wa leo naona sijaweza kutibiwa. Bado tu shida yangu ya kufura miguu niko nayo, fibroids ziko kwa tumbo. Unaona? So Mike Sonko ikikufikia, mimi bado tu nangoja tu ile siku utanikumbuka uniite, nikuje ndio uweze kunisaidia. Na huyo mwingine na yeye? Huyo mwingine naye ni katibu mkuu wa mazingira, anaitwa Chief. Chief pia ni mtu mzuri, si mbaya. Tulipatana na yeye aje? Tulipatana na yeye nilienda. Sasa wakati niliona ya Mike Sonko imefail kabisa, na bado naumia. Unajua silalangi usiku. Miguu yangu inakuanga imefura usiku, sasa ndio inakuanga sasa ile kurelax inauma kabisa. Alafu unapata mwili yote inaganda, mwili yote naganda. Silala usiku, hakunanga kulala. Na wakati mwingine unapata nilikuwa nimetembea hivi nasikia kisungusungu, naona. So nikafunga safari, nikasema sitachoka. Juu hakuna ile kitu niko nayo, na unajua ukitafuta uchoki. So nilienda mpaka City Hall. Siku za kwanza 4 bila kuonana na huyu kiongozi nilikuwa nimeenda kutafuta. Lakini kuna Monday ilifika na tukaenda tukaonana na yeye, na wakati tulionana na yeye alisema hawezi amini zile skani zangu, makaratasi zangu niko nazo. Akasema yeye anataka kuproof yeye mwenyewe. Na tulienda akanipeleka mpaka Mbagathi Hospital. Nikaenda nikafanyiwa scan hapo, akiona alikuwa hapo ndani kwa hiyo scan room. Na akaona anaitwa Chief Musidia, Geoffrey Musidia. Na akaona kweli kidney ni moja. Na niseme amenisaidia juu alinisaidia mpaka kupata pesa ya kulipa SHA. Nikalipia SHA. Akanipeleka huko St. Mary's. Tukaweza kupata ile scan ilioneshana nilikuwa na fibroids. Ndio waseme niende nikafanyiwa operation. Juu kama angekuja hiyo scan ingepatikana, juu alikuwa amekataa na file. Lakini wakati alifika huko kila kitu ilienda mzuri mpaka wakapata hiyo wakapata hiyo scan room, hiyo scan yenye nilikuwa nimefanyiwa. Lakini sasa kutoka hapo sasa mimi Chief sijui kumeenda aje, ni kama ananihepa. Nimeachwa tena peke yangu, nimeachwa kwa mataa. Nimeachwa kwa mataa. Tulienda kuko KM, nikaenda huko Ruiru, kwenda ndio niende ni report hiyo kesi. Nikaenda nikatumwa KMPDC. Hata hizo document niko nazo hapa. Sasa huko KMPDC nilijipata niko peke yangu. Nilienda peke yangu mpaka wa leo.
chief haja communicate. Nikimtext hakuna reply. So mi sijui ni vile ako busy. Nakumpigia simu. Hata nikimpigia simu yake unajua inasemanga line busy kila wakati. Niliona message diso anaonanga sana. So pia kuna text nimemtumia lakini mpaka saizi haja reply. Juu nilikuwa nataka tujue vile tutafanya nini. Tutajaza hii form ya nini ya kutoka huko Hurlingham. So sijui sasa ni vile ako busy ama kunaenda aje. So niko peke yangu hivyo. Hello guys, Obedandela hapa. Mimi niko na Waziri Mosiria na hapa mtu ambaye aliibiwa kidney. Alipoteza kidney, sijui kidney yako iliibiwa wapi mama? So she will tell us mahali alitolewa. Unajua sometimes kuna vile madaktari wao wana advice but kesi yake hiyo kufura miguu kila time halali uchungu baada hiyo procedure inamaanisha hiyo kidney iliibiwa. Kidney moja iliibiwa. Haja piga report polisi. So nimemuomba simulation hospitali kwanza. Aenda achukue OB kesho. Alafu akisha report hiyo hospitali sasa hata tukimention tuko protected. Ndio ulijuaje una kidney moja? Okay. Kujua niko na kidney moja nilijua last year. Na hiyo ni after kuteseka. Nimekuwa nikiteseka miaka 7 imeisha. 2018 nilienda kufanyiwa surgery. Nilikuwa na fibroids. So nilipoenda nikafanyiwa surgery. Tunataka utupe story yote sasa kuanzia mwanzo. Ilikuwa ni nini ilifanyika mpaka ukakuja kujua hauna kidney? Na ni uchungu sana kuona mama anateseka na kuzaliwa na ugonjwa ambayo hana, ya kufura miguu, ya kufura mwili, ambayo ilianza baada ya kufanyiwa surgery ya kutolewa fibroid. Alikaa tu hapa kwa tumbo. Hapo ndio alitolewa fibroid. Na hata bado tumeona kuna ziko. Sijui kama zitolewa ama zimerudi tena. So baada ya hiyo yaonekana kwamba alianza kugonjeka, miguu inafura. So tueleze nini ilifanyika, kwa sababu lazima tueleze wa Kenya. Unaweza pata kuna mtu pia amefanyiwa procedure akaenda akatolewa mtoto ama fibroid na kidney ikatolewa. Kidney Ikaibwa kwa sababu kidney is very expensive. Kidney najua ni milioni 10. Hebu tueleze mama. Sasa tueleze story yote. Sasa wa Kenya 2018 ndio nilienda kufanyiwa surgery. Nikafanyiwa surgery. Nini ilifanyika ndio ufanyiwe surgery? Nilikuwa natolewa fibroids. Nilikuwa na fibroids. Ulienda ukafanywa ultrasound ama nilifanywa ultrasound, kaoneshana niko na fibroids. So ikasemekana lazima hizo fibroids zitolewe. So mimi kuna daktari mmoja sana nilikuwa naona akiwa famous kwa TV ya Inoro. So nilienda mpaka nikatafutana na huyo daktari kwa alikuwa very famous. Nikaenda nikampelekea dokumenti zangu, akaenda akasiangalia, akasema lazima tuende tutoe hizi fibroids. So hizo fibroids ile hospitali nilienda nikampata, si alienda kunifanyia operation. Alikupeleka ingine? Nilipelekwa in a private hospital, huko ndipo nilienda kufanyia operation. So nikaenda nikafanyia operation 2018. Sasa mkaribie. Ongea kwa sauti kidogo. 2018 mwezi wa 4 ndio nilifanyia operation. So ikatiki mwaka hiyo 2018 yote kupona. So tukaingia 2019 ilipoisha 2020 mimi niliamkanga tu asubuhi moja, sikuwa nimeanguka, sikuwa nimefanya nini, nikapata miguu imefura. Miguu yako imefura yote? Pole sana. Asubuhi napata naamka asubuhi naulizwa, nani alikuchapa juu umefura uso? Mpaka uso. Macho kwa mwili yote siku naona nikufura. So unafura miguu, uso, mikono, mwili yote mpaka uso, watu wanafikiria umechapwa. So mimi nikachanganyikiwa. Sasa unajua sasa singekuwa na fikra ya kwamba kuna issue na kidney. Nilianza sasa kusunguka na mahospitali. Nimezunguka mahospitali mingi sana, naenda napewa dawa za kufungua nerves, napewa stocking nivae. Na daktari ukipata anasemaje mwenyewe hatukupatana. Hajawahi patana, anataka kutueleza mpaka vile alienda kujua kwamba ana kidney. Hatujawahi patana naye tena. So
So nikazunguka na hizo hospitali hiyo miaka yote. Kuna MRI nilienda nikafanyiwa 2021. Ikaonyeshana tena zile fibroids zipo. Weka AI. Na kwa sababu kuna watu wanakutazama hapa. Ungependa wakusaidie vipi? Mi kama kuna kitu ile kitu inanipea stress kabisa, mi ni mwili. Unaona, kama Wakenya wanaweza nisaidia niweze tu kupata kidney ingine. Unaona, nikipata kidney ingine miguu yangu itaacha kufura na kila kitu yote itakuwa sawa kimwili na nitaweza kujifanyia kazi. Hiyo tu ndio ningeomba kabisa kabisa. Na ile yako ushughuliki kulienda aje? Gani? Ile yenye ulikuwa na ama haukuwa nayo? Gani? Ulikuwa na kidney 2 ama ulikuwa na moja? Mi sasa hapo sijui mi kama nilikuwa na moja. Sijui ilienda wapi. Mi sijui ama ilitolewa wakati nilikuwa nafanyiwa operation ama kulienda aje. Lakini wanga mi nashuku ni kama ilitolewa nikifanyiwa operation. Mbeleni sikuwa nafura miguu. Na after operation ndio miguu imeanza kufura. So mi sijui ama kidney ilitolewa ama kulienda aje. Hauna maybe scan yote ama picha zote zenye walikuwa wamekupiga kabla ya kufanyiwa operation? Sasa unajua sasa kabla kufanyiwa operation isipokuwa hiyo ya St. Mary's yenye walikuwa wamefocus na fibroids. Sasa mi sina scan nyingine yenye kama kunayo ni kwa ile hospitali nilienda kufanyiwa operation. Na unaona sasa hao ndio wako na file. Hao ndio wako na file ya hospitali. Maneno yako ya mwisho kwa mwenye anakutazama? Okay, mi maneno yangu ya mwisho kwa mwenye ananitazama ni kwamba mimi nataka nijue figo yangu mahali ilienda. Kama ni justice, ningependa sana kama justice ingefanyika. Juu mi naona, unajua saizi tumesikia story mingi sana vile Wakenya wana nini, kuna wale wanauza figo zao na kuna wengine wanatolewa zinaenda kuuzwa. Mimi sikuuza yangu. Mimi nilijipata tu bila figo na ilikuwa after operation. So mimi ningependa haki ifanyike. Juu mi naona mi sikuzaliwa na figo moja. Juu ningezaliwa na figo moja nafikiri hizi mashida zingeanza nikiwa mdogo. Lakini unaona hizi mashida zote zimekuja mwaka moja after kufanyiwa operation. So mi naona ni kama figo yangu ilitolewa kwa hiyo hospitali na wakaenda wakauza figo yangu. Juu for one hata kama nilisimamiwa na kadi ya nini ya NHIF kufanyiwa hiyo process. Hiyo hospitali ni private. Tulikuwa tunakula vizuri kwa hiyo nini hospitali. Na kwa hizo siku 5 mimi nililazwa kwa hiyo hospitali. Sikutoka kama nimelipa hata shilingi moja. Hakuna hata dururu nililipa. Kwa hivyo hata wanga na shuku maybe waliona watajilipa na hii pesa yenye waliuza figo. So hata hakuna hata bob? Mimi sikutoa hata bob nikitoka kwa hiyo hospitali. Isipokuwa ile 500 nilikuwa nimelipa nikiingia ile hospitali. Na sijui kama 500 inaweza kukusimamia siku 5 unakula unalala vizuri. Uji mnapewa saa 4. Sikutoka nimelipa hata shilingi moja. Na nilifanyiwa operation nikalala huko nikakula vizuri. Siku 5 nikatoka. So mi wanga naona ni kama figo yangu ilitolewa kwa hiyo hospitali ikauzwa. Juu najua siku hizi hata tumesikia story wa mama wanaenda kuzaa watoto through CS. Mtu anaenda anatolewa mtoto na anatolewa mpaka kidney. Hata wamama wale wote wamefanyiwa CS wameambiwa mtu anafaa aende afanyiwe scan. Aone kama kidney zake zote ziko. Juu siku hizi ni kama imekuwa biashara. So mimi wewe daktari mwenye ulinifanyia operation. Kama unajua ulitoa figo yangu ukauza. Sasa mimi huyu kuna tezeka. Miguu inafura. Hakuna kazi naweza fanya isipokuwa ya kibarua. Na unaona hii ni shida ilikuja kunipata after hii mambo yote ya kufanyiwa operation. So kama alitoa tu figo yangu. Mimi nataka tu anirudishie. Anirudishie tu kidney yangu. Juu saizi nateseka. Na mahali yako maybe anatembelea kwa Prado.
yenye aliuza figo yangu. Mimi hata hosi yenyewe sisi nika afford. Unaona? So mimi Wakenya pia wanisaidie tujue vile naweza pata justice, na ndio kama ni kutolewa ilitolewa. Tuweze kusaidia pia wengine. Ndio wasianguke kwa mikono ya madaktari kama hawa. Mwenye daktari anaenda pale za zile amekundunga ile shindano umekufa kabisa, ujielewi wewe uko kwingine, yeye anaona opportunity, akiona figo yako pale anaona pesa. Unaona? Yaani ukikuangalia tu umemwaminia mwili yako yote, lakini Yesu zile umemwamini akikuangalia anaona pesa. So mimi ningetaka justice ifanyike, ndio tuweze kukomesha tabia kama hizi Kenya za kutoa za kutoa Wakenya figo kama hawajielewi. Na unaona sana sana wenye tunafinyika ni sisi wale watu wa chini wenye hawajiwezi. Na hii kitu naona after kutolewa inatiki miaka ndio kuje kujua ni kutolewa ilitolewa. Unang'ang'ana. Sasa kama mimi singeweza kwenda hospitali yenye itaenda wa detect mara ya kwanza ni figo hakuna. Nimeng'ang'ana, nimeenda hospitali mingi nikijaribu kujua ni kwa nini miguu inafura. Mpaka nikuje kujua kumbe ni issue na kidney. So unaona hautolewi hapo na unajua hapo. After umepona ndio complications zinaanza baadaye. Unaona complications zinakuja afterwards, ndio unakuja kujua kumbe ni figo hakuna. So mimi ni Wakenya wanisaidie niweze kupata justice, na kama hiyo daktari na huyu daktari wakuwe responsible, wanirudishie tu figo yangu ndio maisha yangu ikuwe sawa. So mimi ningeomba haki itendeke. Burudia namba yako ya simu. Namba yangu ya simu ni 0724 539 559. Asante.